Marekani pamoja na Israel kuishambulia Irani sio stori kubwa, lakini stori kubwa pale Irani inapojibu mashambulizi yale kwa nguvu. Hiyo sasa kwetu tunaita stori kubwa, kwa sababu wengi tunaamini kwamba Irani ni underdog kwa Marekani pamoja na Israel. Lakini sasa Irani imeendelea kuionyesha dunia kwamba fikra za wengi ni tofauti na vile ambavyo Irani ipo. Tunapozungumzia usiku huu wa leo sasa hivi, nchi zote mbili zinaendelea kushambuliana. Marekani pamoja na Israeli inaendelea kuishambulia Irani. Kama Donald Trump muda si mrefu ametoka kuposti kwamba wamevunja daraja kule magharibi mwa Tehran, ambapo husaidia kuvusha silaha mbalimbali katika operations za RGC kule Iran. Lakini hivyo hivyo ninavyokuambia hivi sasa, Iran inafanya mashambulizi makubwa sana kule Tel Aviv, yani kiasi ambacho tunasema kwamba ile vita sasa hivi ndio inaanza sasa. Yani haijawahi kufanyika mashambulizi makali pale Tel Aviv kama sasa hivi Iran vile ambavyo inafanya. Hypersonic missiles zinapigwa za kutosha pale mjini Tel Aviv, lakini pia Bahrain pamechafukwa mno. Irani imepiga kambi ya Bahrain, lakini pia ndege ya Marekani nyingine ya pili imeangushwa chini. Tukiangalia pia pale Dubai kwa mara ya pili sasa, Amazon inapigwa kwa mara ya pili pale Dubai. Mashambulizi yamefanyika katika kituo cha Amazon cha AWS kimepigwa, na kama tunavyojua pale AWS ni kituo ambacho kinatunza data mbalimbali, na hili ni pigo kwa Marekani, kwa sababu kama tunavyojua mifumo mingi ya data application kama vile tunazungumzia hapa Google, tunazungumzia hapa Tesla, tunazungumzia hapa Microsoft, Apple, hawa wote ni waathirika, kwa sababu inaweza kupelekea application zao zote zisifanye kazi. Kama mashambulizi yanaweza kuwa na athari kubwa kiasi hicho ambacho wengi hatutarajii na hatutamani itokee kiasi hicho. Kwa mashambulizi yanaendelea kutoka pande zote mbili. Marekani pamoja na Israel wanaendelea kuifanyia mashambulizi Iran hivi sasa pale Tehran na katika sehemu mbalimbali mwa Iran, lakini pia Iran inaendelea kujibu mashambulizi haya kwa vikali sana. Wengi waliopo Tel Aviv wanatamani kuondoka kabisa, kwa sababu mashambulizi yanayofanywa na Iran ni makubwa kiasi ambacho hapakaliki. Kwa hiyo bado hii vita na athari zitaendelea kuwa nyingi sana pale Mashariki ya Kati, na kama tunavyojua Mashariki ya Kati ni kitovu cha dunia. Mimi naweza nikasema hivyo kwa sababu tunaona athari zake sasa hivi. Na mwisho nakupa data tu hizi za kumalizia kwamba kuna vikosi mbalimbali pale Syria vimetangaza jihadi kuanza navyo kuishambulia Israel pamoja na kambi mbalimbali za Marekani. Bana, mengi yataendelea, lakini athari zitaonekana kidogo kidogo, lakini huko mbeleni athari zitakuwa ni kubwa sana. Ciao.